la candlesticks. Candlesticks ni aina mojawapo au candlestick charts ni aina mojawapo ya charts ambazo traders wanaweza kuzitumia ili at least waweze kufanya maamuzi wakiwa umepata informations kutoka pale. See? So trader yoyote yule, hata kama si una trade kwa kutumia kitu gani, at the end inabidi unajua kuzisoma hizo charts. Na kama umeselect na kuamua kwamba ninaenda kudili na candlestick charts, then inabidi uzijue candlesticks in and out. Ujue candlesticks zinakuwa formed vipi, candles zipo za aina ngapi, nikutana candle fulani inaashiria nini, na nikutane nayo sehemu gani na itakuwa na maana gani. So kwenye session ya leo, kikubwa zaidi au kitu kikubwa ambacho nakuja ukizungumzia, of course it is technical Tuesday, lakini kikubwa zaidi ambacho nakuja ukizungumzia, nakuja kuzungumzia kuhusiana na candlesticks. Niweze kuwaonyesha kwamba hii ni mojawapo ya confluence ambazo traders wanaweza kuzitumia kwenye kufanya maamuzi ya kifedha. Ni mojawapo ya confluence ambayo inaweza ikakusaidia zaidi kwenye kufanya maamuzi sahihi zaidi kwenye haya masoko ya kifedha. So at the end pia sisi kama traders inabidi tuzielewe candlesticks zinatengenezeka vipi, zina maana gani, zikiwa formed somewhere zinatoa information ipi, ili at least wewe kama trader uweze kuzitumia na ziweze kukupatia manufaa ya namna moja ama nyingine. Kwa sana moja kwa moja tukaangalia candlestick ni nini, zipo candlesticks za aina ngapi, zikiwa formed sehemu gani zinaashiria nini, na ni candlestick zipi ambazo inabidi uwe unazijua wewe kama trader. Of course guys, iko hivi kwenye haya masoko ya kifedha, kuna of course kwenye hizi charts kuna coverages nyingi ambazo traders wanazitumia kwenye kufanya maamuzi, na mojawapo ya coverage ambayo of course haikwepeki ni kuhusiana na swala zima la candlesticks. So let's go straight forward. Of course tutakuwa tunazungumza na waonyesha pia, it's a very easy thing kwa sababu unaweza ukagoogle sehemu yote hizi informations zipo. Unakwambia kwamba candlestick charts are visual aid for decision making in stocks, foreign exchange, commodity, and options trading. By looking at the candle, you see, by looking at a candle, one can identify an asset's opening and closing price, highs and lows, and overall range of a specific time frame. Kama nilivyoambia, hizi candlesticks ni aina mojawapo ya charts ambazo zinatumika kwenye haya masoko ya kifedha, na ni aina mojawapo ya namna ya kupresent data au informations ambazo zipo hapa. So sisi kama traders inabidi tuzielewe in and out. And of course tukizungumzia hizi candlesticks ziko za aina tofauti tofauti, lakini hizi candle zimebebwa zaidi na aina mbili ya candlesticks, ambapo tuna candlestick ambayo ina represent buyers, lakini pia tuna candlestick ambayo ina represent sellers. Kwa maneno mengine utasikia watu wanasema kwamba tuna a bullish candle na tuna a bearish candle. Na tukizungumzia bullish candle au bearish candle tunamaanisha nini? Kuna candlesticks ambazo mpaka muda wake unakamilika zina close, zinaashiria kwamba buyers wamedominate, na kuna candlesticks ambazo mpaka muda wake unakamilika zime close, zinaashiria kwamba sellers wamedominate. See? So hapo ndo ambapo zinatokea hizo candlesticks mbili, na utofauti wake huwa ni rangi. Za bullish zinaenda juu, za bearish zinaenda chini. Za bullish buyers wamedominate, za bearish sellers wamedominate, na opening and closing ya hizi candlesticks zinatofautiana. Kwa market ambayo inaenda juu, buyers wamedominate, ina maana chart ina move kutoka chini kuelekea juu. So at the end unakutana na kitu kama hiki hapa. You see, at the end unakutana na kitu kama hiki hapa. Let's say kwa mfano hii hapa ni bearish candle ambayo ni nyeusi, lakini hii ya kawaida ni bullish candle. Utofauti wake ni opening and closing price. Kwa market ambayo inaenda chini, sellers wamedominate, ina maana market inatoka juu inaelekea chini. Na kwa market ambayo let's say imedominatiwa na buyers, ni market ambayo inatoka chini inaelekea juu. So hata hizi candlesticks, tukizungumzia candlestick kuitem as a bullish candle au kuitem as a bearish candle, ni mpaka muda wake ukamilike. Nikizungumzia muda wake ukamilika na maanisha hivi, kwenye hizo charts ambazo una deal nazo kuna vitu tunaviita time frames. Kwa hiyo candlestick itakamilika kulingana na upo kwenye time frame ipi. Let's say kwa mfano unaweza ukaamua kwamba niko kwenye time frame ya 1 minute, kwamba kila candle
inakaa dakika moja ndio inatokea nyingine, kila kendo inakaa dakika moja inatokea nyingine. Au ukadecide kwamba labda uko kwenye time frame ya 1 hour, kwamba kila kendo inakaa lisali zima ndio inatokea nyingine, kila kendo inakaa lisali zima inatokea nyingine. So at the end tukizungumzia zaidi swala zima la kendo kuwa bullish au kuwa bearish, inabidi muda wake kulingana na time frame uliopo ukamilike, you see. So kama uko kwenye time frame ya 1 hour, ili uitemu hiyo kendo kama bullish au kama bearish, inabidi muda wake ukamilike, kwa sababu in reality kwenye lisali zima under normal market conditions trading, au let's say kinachopeleka hizi charts kwenda juu na kurudi chini ni orders za buyers and sellers, na kendo ita close bullish endapo kwa lisaa hilo buyers watakuwa na nguvu zaidi ya sellers waliokuwepo, au let's say kendo ita close bearish kwa muda huo endapo nguvu ya sellers ni kubwa kulinganisha na buyers waliopo. So that's why candlestick inakuwa of course either kwa rangi fulani au kwa rangi fulani mpaka muda wake uweze kukamilika. Lakini apart from that, candlestick inaundwa na nini? Kabla ya muda wake hujakamilika inakuwa imetengeneza vitu gani? Candlestick inaundwa na vitu viwili. Cha kwanza ni body, alafu cha pili ni wicks au tunazitem kama tails. Yani hizi tails au hii mikia huwa inatuonyesha the highest price ambapo market ilifika na the lowest price ambapo market ilifika. Yani during all that time, let's say kwa mfano ni candlestick ya 1 hour, let's say ni candlestick ambayo imekuwa bullish, ina maana imefungulia chini ikaja kuclose hapa juu, lakini muda wake kabla hujakamilika ili push all the way upward na ikafika kwenye highest price ambayo ni hiyo hapo, lakini ili push all the way down pia ambapo ilifika the lowest price ambapo ni somewhere there. So kirahisi zaidi, candlesticks ni mbili tofauti, ambapo tuna bullish candle ambayo ina indicate nguvu zaidi ya buyers, lakini pia kuna bearish candle ambayo ina indicate zaidi nguvu zaidi ya sellers. Lakini apart from that, candlestick inaundwa na vitu viwili, ambapo tuna body lakini pia tuna wick. Ukizungumzia body ina occupy zaidi opening price na closing price, lakini wicks huwa zina represent zaidi the highest price ambapo market ilifika na the lowest price ambapo market ilifika kabla ya hiyo candlestick kukamilika. So kirahisi zaidi kwa traders wote ambao mnanisikiliza hapa, kwa traders wote ambao mnaangalia hii hapa, iko hivi. Zungumzia zaidi candlestick au candlestick chart ni aina mojawapo ya representation of data, aina mojawapo ya kupresent informations ambazo tuko nazo, na of course sisi at the end tunataka tukafanye maamuzi, either tukafanye maamuzi ya kubai au tukafanye maamuzi ya kuseli, lakini tunazitumia pia candlesticks kama confluence mojawapo ambayo inaweza ikatusaidia kuweza kujua nguvu ya buyers na sellers and something like that. So naanza na sehemu ya kwanza ambapo nimemwambia kwamba tuna candlesticks mbili, ambapo ndo maana zina rangi mbili tofauti. Tuna bullish candle lakini pia tuna bearish candle, lakini kwenye hizi candlestick ambazo ni bullish and bearish, hizi candle hazifanani. Zote zinaweza zikawa na rangi moja, zote zinaweza zikawa na rangi ile ile, zote candlesticks zinaweza zikawa bullish, lakini hizi candles zinatofautiana ukubwa, hizi candles zinatofautiana hizi wicks, hizi candlesticks nyingine ni kubwa, nyingine ni ndogo, vingine havieleweki. So utofauti wa hizo candle either ziwe bullish au bearish ndo ambazo au hizo ndo informations ambazo sisi sasa kama traders inabidi tuzielewe, na kwa kuzitumia hizo informations then tunaweza tukajua ukubwa wa buyers na sellers ambao wako present kwenye haya masoko ya kifedha. So I'm quite very sure nimeweza kueleweka kwenye upande huu. Sasa ukienda kwenye charts au ukienda kwenye let's say trading view au kwenye charts, utakutana na candlesticks za aina tofauti tofauti. Kama nilivyosema kwamba candlestick zote zinaweza zikawa bullish. You see, let's say kwa mfano kwa upande wangu mimi hizi charts zangu, candlestick za kijani ni za bullish, yani hizi ni za buyers, lakini candlestick nyeusi ni za sellers. Ukiziangalia hizi candle ndio zote zinaweza zikawa za buyers, zote zinaweza zikawa bullish, lakini ukiziangalia hizi candlesticks zinatofautiana. Let's say kwa mfano ukilinganisha hii na hii, ni candlesticks mbili tofauti, though ndio zote ni za kijani, lakini zinatofautiana. Ulese ukaangalia hii candle, unaona ndio ili close ni ya kijani, ni bullish, lakini in reality haifanani na hii. Sasa hizo ndo informations ambazo sisi kama traders tunazihitaji. Na of course sasa candlesticks ni nyingi, huwezi ukasema kwamba eti usome candle moja baada ya nyingine uinterpret useme hii inamaanisha nini. Hapana. Kwenye swala zima la candlesticks huwa tunazicategorize kwenye categories mbili.
huwa tuna categories mbili kwenye candlestick, ambapo ya kwanza tuna reversal. You see, hizi zinaitwa reversal candlesticks, lakini ya pili zinaitwa momentum. You see, momentum candlesticks. Na kwa nini tunazicategorize kwenye categories mbili? In reality, candlesticks zinaonyesha volume ya buyers and sellers. Candlestick inaweza ikakuonyesha kwamba sehemu ambapo market ilipo kulingana na hizi candle ambazo zimekuwa formed, then inawezekana nguvu ya sellers imeisha, then buyers wana take over. Au let's say kwa mfano kuna candles fulani zikiwa formed zinakuwa zinaashiria kwamba hii sehemu market ilipofika nguvu ya buyers imeisha, then sellers wana take over, au vice versa. Unakuta candlestick fulani zimekuwa formed zinaashiria kwamba market ilikuwa ina buy, buyers wana nguvu, then kuna candlesticks fulani zikiwa formed zinaashiria kwamba bado nguvu ya buyers ipo, kwa hiyo market inaweza ikaendelea kubuy. Au let's say vice versa is true, unaweza kukuta market ina sell, market ina push all the way down, alafu ukakutana aina fulani ya candlesticks zinakuonyesha kwamba nguvu ya sellers bado ipo, kwa market iko likely kuendelea kusell. See? So hapa ndo ambapo zinazaliwa hizi categories mbili, ambapo tuna reversal candlesticks lakini pia tuna momentum candlesticks. Tuna reversal candlesticks lakini pia tuna momentum candlesticks. Sasa nitaanza na upande wa kwanza. Tukizungumzia reversal candlesticks zinamaanisha nini? Hizi ni candlesticks ambazo zinatuonyesha turning point. Hizi ni candlesticks ambazo zinatuonyesha kwamba waliokuwa na nguvu yao imeisha, then wapya wana take over. Yani iko hivi, hizi ndo candlesticks ambazo kama unawaza kugeuza direction ya hili soko, kama unawaza kuingia against direction iliyopo kwenye soko, then inabidi ukutane na hizi candlesticks ambazo ni za reversal. So in very simple terms, au tukizungumza kawaida, sehemu yoyote ambayo unawaza kuingia kwa kubai, au sehemu yoyote ila ambayo unawaza kuingia kwa kuseli kwenye haya masoko ya kifedha, lazima ukutane na reversal candlesticks. Na nitakuja kuonyesha hizo candlesticks zinafananaje, na moja baada ya nyingine, at least kila mmoja aweze kuzijua hizi candle. Lakini apart from that, category ya pili ni hizi candlesticks ambazo ni za momentum. Tukizungumzia momentum tunamaanisha nini? Hizi ni candlesticks ambazo let's say market ilikuwa ina buy, buyers wana nguvu. Ukikutana na hizi candle zinakuwa zinaashiria kwamba bado buyers wapo, bado nguvu ya buyers ipo, so market iko likely kuendelea kubuy. Au let's say kwa mfano market ilikuwa ina sell, sellers wana nguvu, market ina push all the way down, then ukakutana hizi candles za namna hiyo ambazo ziko kwenye category ya momentum, then zinakuwa zinakupa ishara au zinakupa taarifa kwamba bado sellers wapo, so market iko likely kuendelea kupush all the way down. Sasa hizi candles zipo nyingi, lakini kwenye swala zima la financial markets trading, I think sehemu pekee ambapo traders inabidi tukariri, sehemu pekee ambapo hakuna namna, lazima uzijue na uzikariri, ni kwenye swala zima la candlesticks. Na ninaanza na side ya kwanza, candlesticks at least 5 ambazo wewe kama trader inabidi unazijua na uwe na reasons kwa nini umeamua kuzikariri hizo candlesticks. So tuone moja kwa moja, niweze kuanza na candlestick ya kwanza ambayo trader yoyote inabidi wanaijua when you speak about reversal candlesticks. Candlestick za kwanza ambazo ni reversal zinaitwa doji. You see, zinaitwa doji candlesticks. See, hizi zinaitwa doji candlesticks. Ukisoma watakwambia kwamba hata hizi taarifa ziko everywhere, hata ukienda ChatGPT, ukienda Google, ukienda wherever, zote zipo hizi. You see, ukiuliza doji candlesticks wanakwambia kwamba indicate market indecision with nearly identical opening and closing prices. You see, they are commonly seen as potential signals for a trend reversal, particularly when they occur following a prolonged bullish or bearish trend. Nadhani mmeweza kuona as potential signal for a trend reversal, na candlesticks za doji ni hizi hapa ambazo inabidi uzifahamu wewe kama trader. Of course huwa zipo nyingi, lakini doji ambazo at least kila trader inabidi wanazijua ni hizi hapa. Ya kwanza inaitwa Dragonfly Doji, ya pili inaitwa Gravestone Doji. Ya kwanza ni Dragonfly Doji, ya pili ni Gravestone Doji. You see? Dragonfly Doji
alafu ya pili ni Gravestone Doji, na hizi ni both for bullish and bearish. Tukianza na Dragonfly Doji, hii ya kwanza, hii ambayo ipo kama msalaba hii, yani maana yake ni kwamba let's say ilikuwa ni kwenye 15 minutes au let's say ilikuwa ni kwenye 1 hour, si ndio? Alafu candlestick imeopen hapa juu, wakati muda ukiwa unazidi kuendelea, sellers wamepush hii market all the way down, lakini wameshindwa kuhold to the extent kwamba mpaka muda wake unakamilika, buyers wamesukuma hii market hapa juu mpaka wamekuja kuclosea sehemu ambapo market ili open, you see. So in reality ni kwamba nguvu ya buyers ilikuwa kubwa, so ikasukuma hii market ikaja kuclose above that. So let's say kwa mfano tukizungumzia Dragonfly Doji, ni candlestick ambayo inabidi ukutane nayo sehemu ambayo unawaza kubai, then ikikuonyesha kitu kama hiki, inakuwa inaashiria kwamba nguvu ya buyers ni kubwa zaidi ya sellers waliokuwa wanajaribu kupush hii market all the way down. Lakini apart from that, nimewambia kwamba hizi zinafanya kazi in both ways, bullish and bearish. Let's say kwa mfano unawaza kuseli, market ipo sehemu ambapo unaona kabisa hii ni sehemu ambayo mimi nataka kufanya maamuzi ya kuseli. Namna gani ambavyo nitaweza kuona kwamba kuna momentum kubwa ya sellers hapa, then ikitokea candlestick kama hii hapa, you see, Gravestone Doji, inaashiria reversal ya bearish, kwa sababu let's say market ili open hapa, wakati muda hiyo candlestick ikiwa unaendelea, buyers walijaribu kupush market kuelekea juu, lakini mpaka muda wake unakamilika, sellers walipush all the way down waka close same hii, then inakuwa inaashiria kwamba nguvu ya sellers ni kubwa kulinganisha na buyers waliokuwepo. Lakini apart from that, kuna doji nyingine ambayo hizi sasa ni doji ambazo zinaonyesha 50-50, na tunaziweka kwenye category ya reversal kwa sababu let us assume kwa mfano market ilikuwa ina buy, ina push all the way upward, imefika sehemu ambapo una expect kwamba sellers wanaweza wakaingia, alafu unashangaa candlestick ambayo inakuwa formed inaonyesha kwamba nguvu ya buyers na nguvu ya sellers zinalingana. Hii inaashiria kwamba market iliyokuwa inaenda juu, then sellers wameingia, that's why nguvu ya buyers na sellers zinalingana. Sasa kama ulikuwa unaanza kusell, then uko likely kuwa sahihi zaidi. So kirahisi zaidi, candlestick ya kwanza kwenye upande wa reversal ni candlesticks ambazo zinaitwa doji. Tuna Dragonfly Doji, tuna Gravestone Doji, lakini pia tuna hii ambayo iko neutral, you see, wanaita long legged doji, lakini iko neutral ambayo inakuwa kama msalaba, then hizi zote zinakuwa zinaashiria reversal. So hiyo ni candlestick ya kwanza kwenye upande wa reversal, na hizi zinaitwa doji candlestick. Lakini ya pili zinaitwa hammer and invited hammer. Hammer and invited hammer. Sasa hizi candlesticks zipo kama doji, though utofauti wake ni kwamba, you see, utofauti wake ni kwamba zenyewe zina close na body, you see. Let's say kwa mfano candles kama hii hapa ambayo of course ni bullish hammer, alafu hii ni invited hammer ambayo ni bearish. Hii inaashiria reversal kwa sababu gani? Ni kama vile kama tulivyokuwa tunasema doji. Let's say market ili open hapa, wakati muda wake ukiwa unaendelea, ikapush all the way down, sellers wakajaribu kupush market kurudi chini, lakini mpaka muda wake unakamilika, buyers waliwazidi nguvu sellers, market ikapush all the way upward, ikaja ku close above that. Na uzuri wa hii inatoa signal kubwa zaidi ya doji, kwa sababu hii ina close na body kabisa, you see. So opening price ni hapa, closing price ni hapa, the lowest price ambapo market ilifika ni hapa, au wiki yake inakuwa ndefu hivi. So hii pia ukikutana nayo sehemu ambayo unawaza kuingia kwa kubai, then inakuwa inaashiria reversal kwamba buyers inawezekana wapo, na vice versa ni hii hapa ambayo ni invited hammer. Of course watu wengine wana stem kama shooting star, you see, shooting star, kwamba hii ukikutana nayo sehemu ambayo unawaza kuseli kwamba inawezekana sellers wapo, nguvu ya sellers ipo, then inakuwa inaashiria kwamba nguvu ya sellers ipo around that area, see. So at least see hammer and inverted hammer au shooting star, hizi zote pia ni reversal. So pia hiyo inabidi muikariri na mtaitumia, see. Lakini candlestick nyingine ambazo ni reversal zinaitwa engulfing candles, you see, engulfing candle, ambapo kwenye engulfing candles tuna bullish and bearish candle, you see, bullish and bearish engulfing candles. Tukizungumzia engulfing candles, hizi ni candlesticks ambazo zina base zaidi kwenye volume, specifically volume ya buyers na volume ya sellers. Yani let's say kwa mfano assume bullish engulfing inatumika hivi. Let's say market ilikuwa na sell, inaenda chini, sellers wana nguvu,
imefika sehemu ambapo unawaza kuingia kwa kubai na unatafuta reason au signal ambayo inakuonyesha, je, buyers wapo around this area, alafu unaangalia candlesticks ambazo zinakuwa formed pale, ya kuseli ni ndogo kulinganisha na ya kubai, yani ina maana kwamba nguvu ya sellers ni ndogo kulinganisha na nguvu ya buyers, then hiyo ina indicate kwamba eneo hilo buyers wana nguvu zaidi ya sellers ambao wako present, na hiyo ndo ambayo inatengeneza kitu kinaitwa bullish engulfing. So ukikutana na kitu kama hiki sehemu ambayo unawaza kubai, then inaashiria kwamba nguvu ya buyers ni kubwa kulinganisha na nguvu ya sellers waliopo, na vice versa ni kwa bearish engulfing. Nimesema kwamba hizi candles zina base zaidi kwenye volume, ukubwa wa wanunuaji na ukubwa wa uzaji. Let's say market ilikuwa ina buy, inaenda juu, buyers wana nguvu, imefika sehemu ambayo una expect kwamba hapa market unaweza tukapata reaction ya kusell, sellers wanaweza waka take over starting from here, then inatafuta sababu ambayo itaweza kunisababisha au kunionyesha kwamba inawezekana sellers wapo na wana nguvu, nione nini. Then ukikutana na hii nguvu ya buyers ukilinganisha na nguvu ya sellers waliopo, inaonyesha kwamba nguvu ya sellers ni kubwa kulinganisha na buyers waliopo, then hiyo inakuwa inaashiria reversal. So bearish engulfing ni kwa ajili ya kuwaza kuseli, alafu bullish engulfing ni kwa ajili ya kuwaza kubai. So pia hizi kendo inabidi mzikariri, mzijue, na sasa msiwe, naweza nikasema msiwe wajinga, msikariri mkazani kwamba labda utakuta ziko exactly kama hapa. Unaweza kukuta candlestick nyingine ni ndogo sana, nyingine ni kubwa sana, as long as logic ni ile ile kwamba nguvu ya sellers na buyers, then inabidi mwa wajanja kwa namna hiyo. So hii pia ni candlestick nyingine ambazo inabidi mzikariri, yani ni vitu kama hivi hapa. I think unaweza kuona, you see bullish and bearish engulfing, au let's say sometimes vikawa kitu kama hiki hapa, bullish and bearish engulfing. So kikubwa ni volume kubwa ya buyers au volume kubwa ya sellers, ina maana wanakuwa wameengulf. So hiyo ni candlestick ya tatu ambayo kila trader inabidi awe anaijua. Lakini candlestick ya nne, kuna hizi zinaitwa morning star and evening star candlesticks. Tukizungumzia morning star and evening star candlesticks, of course pia hizi huwa zinatembea kama pattern. You see, huwa zinatembea kama pattern. In reality, morning star na evening star, morning star ni candlestick kidogo hiki na evening star ni candlestick kidogo hiki hapa, lakini hizi huwa zinatembea na kama pattern. Na in reality morning star and evening star ni candlesticks ambazo hazina momentum kabisa, hazina volume kabisa, ni candlesticks ambazo ni kama volume imekufa kabisa. Sasa inakuwaje? Lese kwa mfano market ilikuwa ina buy, buyers wana nguvu, wanasukuma hii market kuelekea juu, imefika sehemu ambapo mimi na expect kwamba sellers wanaweza waka take over. Kwa nini vinaanza kuwa formed vi candlestick vidogo vidogo sana? Kwa nini zinaanza kuwa formed candlestick ndogo ndogo ambazo volume yake haieleweki? Volume ni ndogo, inaashiria kwamba nguvu ya buyers ile iko nasukuma hii market kwenda juu imeisha, so sellers wako likely kutake over. So kutana hii candlestick alafu kikatembea kama pattern hivi, baada ya kuwa formed kikaform tena bearish candle ambayo ina nguvu ya kuelekea chini, then inakuwa inaashiria reversal kwamba sehemu ilipofika market nguvu ya buyers imeisha, then sellers wana take over. Au let's say kwa market ambayo ilikuwa na sell pia ni vice versa, market ambayo ilikuwa na push all the way down, nguvu kubwa ipo pande wa sellers, afu unashangaa market inaanza kuform candlestick vidogo dogo kama hivi, inakuwa inaashiria kwamba nguvu ya sellers imeisha, then buyers wanaweza wakatake over. So evening star and morning star kirahisi zaidi ni candlesticks ambazo hazina volume. Vikendo vidogo vidogo vinakuwa vinaashiria kwamba volume ya waliokuwa wamedominate imeisha, so tuko likely kuona opposite side ina take over. So ni candlestick ya nne au candlestick za nne inabidi mzikariri. Lakini candlestick ya tano zinaitwa tweezers. You see, zinaitwa tweezers, ambapo of course tuna tweezer tops na tuna tweezer bottom. Tukizungumzia tweezer candlesticks, ni candlesticks ambazo zinalingana almost kila kitu. Yani kendo ya kubai na kendo ya kuseli zinalingana, volume zake zinalingana, au unaweza kukutana vikendo vidogodogo vyote vinalingana. Kikendo cha kubai na kendo cha kuseli zinakuwa zinaashiria reversal kwa sababu hii ifuatayo. Let's say kwa mfano market ilikuwa ina buy, inaenda juu, buyers wana nguvu, wana push all the way upward. Market imefika sehemu ambapo una expect market inaweza ikageukia pale ikaanza kusell, then ukakutana na candlestick ya kubai
na candlestick ya kuseli zinalingana, hii inakuwa inaashiria kwamba nguvu ya buyers waliokuwepo sasa hivi inashabiana na nguvu ya sellers waliopo. So kwa nini wanalingana? Na wakati buyers walikuwa wamedominate, ina maana sellers wameanza kuingia, that's why hizi candles zinafanya nini, zinalingana. So ukikutana na kitu kama hiki sehemu ambayo unawaza kuseli, then hii inakuonyesha kwamba sellers wapo, au ukikutana na hii ni vice versa, kwa market ambayo ilikuwa na push all the way down, sellers wamedominate, imefika sehemu ambapo una expect kwamba market inaweza ikabai, afu unashangaa nguvu ya buyers na sellers zinalingana, then inakuwa inaashiria kwamba buyers wameanza kuingia, that's why nguvu ya buyers na sellers zinafanya nini, zinalingana. So hii pia inakuwa inaashiria reversal. Hizo ndo candlesticks 5 ambazo wewe kama trader inabidi uwe unazifahamu when it comes to candlesticks ambazo ni za upande wa reversal. Ya kwanza ni doji, tuna gravestone doji na tuna dragonfly doji, alafu tuna ile nyingine ambayo iko kama msalaba. Ya pili ni hammer and shooting star au inverted hammer. Alafu ya tatu tuna bullish and bearish engulfing. Alafu ya 4 tuna morning star and evening star. Alafu ya 5 tuna tweezer tops and tweezer bottom. Hizo ni candlesticks ambazo inabidi uhakikishe umezikariri, kwa sababu at the end kwenye charts inabidi uzione hivi ili uweze kujua kwamba hii inatoa taarifa gani. Lakini take this from me, hizi candlesticks huwa zinatokea sehemu yoyote, zita make sense sehemu ambapo unawaza kuingia kwa kubai ama kuingia kwa kuseli. Utanazo huko katikati, just ignore them, hazina maana yoyote nyingine zaidi ya sehemu ambapo wewe unawaza kuingia kwa kubai au unawaza kuingia kwa kuseli. Kwa sababu in reality, kama unawaza kuingia kwa kubai then unawatafuta buyers. Je, buyers wapo? Mimi ni retail trader, sina uwezo wote kwenye hili soko. Je, buyers wapo? Au lese kwa mfano, mimi ni retail trader, nataka kuseli. Je, sellers wapo? Lugha ambayo inatumika huku ni candlestick, na candlestick ambazo zitakuonyesha hivyo ni candlesticks ambazo ni za reversal. Nilikuwa nazungumzia categories mbili ambazo sisi inabidi tu tunazijua kwenye swala zima la candlesticks, au tumezicategorize kwenye categories mbili. Tuna reversal candlesticks, lakini pia tuna momentum candlesticks. Ukizungumzia momentum candlesticks unamaanisha nini? Unazungumzia kwamba hizi ni candlesticks ambazo zinatuonyesha volume, ni candlesticks ambazo zinatuonyesha nguvu zaidi, either nguvu ya buyers ipo au nguvu ya sellers ipo. Na tukizungumzia momentum candlesticks, let's say kwa mfano market ilikuwa ina buy, ina push all the way upward, imefika sehemu unaona kwamba ni nini kipo hapa, alafu unashangaa candlesticks ambazo nitaenda kuzisema kwenye upande wa momentum zinakuwa formed, then zinakuwa zinaashiria kwamba buyers bado hapo, market inaweza ikaendelea kubuy, na vice versa is true. Let's say kwa mfano market ilikuwa na sell, ina push all the way down, afu ukakutana na candlesticks ambazo naenda kuzisema hapa, then zinakuwa zinaashiria kwamba nguvu ya sellers bado ipo, then market inaweza ikaendelea kupush all the way down. So specifically momentum candlesticks ni candlesticks ambazo unaweza ukakutana nazo sehemu ambayo unataka kuingia kutrade, sehemu ambayo unaweza kuingia kubai, au hata kama ni katikati ya soko zinaweza zikakuonyesha volume ya buyers and sellers. And of course hizi candlesticks sio nyingi, tuna candlestick mbili tu, na hizi candlesticks zinaitwa 3 white soldiers and 3 dark crowds. You see, 3 white soldiers and 3 black crowds, or let's say 3 black crowds, something like that. You see, na hizi candle zimebase zaidi kwenye volume. You see, nikizungumzia volume na maanisha nini? Yani kwamba inakuonyesha kwamba nguvu ya buyers ipo au nguvu ya sellers ipo. Let's say kwa mfano candlestick 3 zikifuatana, let's say kwa mfano ya kwanza ili close bullish, ya pili ili close bullish, na ya tatu ika close bullish. Yani let's say kwa mfano dakika 15 za kwanza buyers wamedominate, dakika 15 zilizofuata buyers wamedominate, dakika 15 nyingine zilizofuata buyers wamedominate. Hii inakuwa inaashiria kwamba hii sehemu buyers wana nguvu, so market iko likely kuendelea kupush all the way upward, na vice versa yake ni kwa market ambayo ina push all the way down. Hasa kwa zinazoenda juu zinaitwa 3 white soldiers ambazo ni bullish momentum, lakini kwa zinazorudi chini zinaitwa 3 black, you see, 3 black crowds, au watu wengine wanasema 3 black crows, okay, whatever, you see, lakini zinakuwa hivi hapa. Yani market ilikuwa na push all the way down, you see,
Alafu unashangaa candle ya kwanza imeclose bearish, candle ya pili imeclose bearish, na ya tatu imeclose bearish. So ina indicate kwamba kuna nguvu kubwa, kuna volume kubwa ya sellers maeneo yale, so market iko likely kuendelea kupush all the way down. Market iko likely kuendelea kupush all the way down. So specifically kwa watu wote ambao ni traders, kwa watu wote ambao wanawaza kuhusiana na candlesticks, hizo ndo candlesticks ambazo inabidi uwe unazijua. Hizo ndo candlesticks ambazo inabidi uzikariri uwe unazijua, kwa sababu in reality kama unaenda kutrade, then at the end lazima utaenda kuzitumia hizo candle, lazima utaenda kuzitumia hizo candlesticks. Let's say kwa mfano nataka naonyesha kwa vitendo hapa namna ambavyo huwa zinaonekana. Let's say kwa mfano hii market ambayo ilikuwa na push all the way upward. You see, hii market ambayo ilikuwa na push all the way upward. Let's say kwa mfano imefika kwenye hii zone. Na kwenye hii zone labda ndio sehemu ambapo unawaza kama market inaweza ikasell. Angalia hii the way ambavyo kuna volume, momentum kubwa ya sellers, then market imeendelea kupush all the way down. Au let's say kwa mfano market ilikuwa na push all the way down, unatafuta sehemu ambapo inaweza ikareact kwa kubuy. Then unatafuta reversal candlesticks ili ziweze kukupa taarifa kama inawezekana buyers wapo. Angalia kama hapa. Hii ni bullish engulfing volume ya kwa market ambayo ilikuwa na push down, nguvu ya sellers ukilinganisha na buyers wana nguvu, then imeconfirm kwamba buyers wapo, then ndo market imereact ka push all the way upward. Au lese kwa mfano ni kitu kama hiki hapa around this area, unawaza kwamba market inaweza react ku push upward. Hii ni bullish engulfing, imeconfirm buyers wapo, then hii market imereact pushing all the way upward. So hizo ni candlesticks ambazo of course utakutana nazo almost everywhere, na specifically kwa watu ambao wana trade gold, kwa watu ambao wanawaza kutrade gold, candlestick unazitumia sana, kwa sababu ndo ambazo zitakuonyesha zaidi nguvu ya buyers na sellers. Let's say kwa for market ilikuwa na push all the way down, hii ni bullish engulfing, imeconfirm buyers wapo, then market imebuy. See? Au let's say kwa mfano kwa market ambayo ilikuwa na push upward kabla haija sell, unaona hii ni doji candlestick. You see, hii ni doji candlestick, alafu imeconfirm sellers wapo, market imesell. See? Au let's say kwa market ambayo ilikuwa na push all the way down kabla haijabadilisha uelekeo around this area, unaona hii ni bullish engulfing. Let's say kwa mfano hizi candles zote ni reversal bullish engulfing, market imeconfirm buyers wame react pushing all the way upward. See? So kwa traders wote, that's what I can just say kuhusiana na swala la candlestick, and I'm quite very sure kwamba at least kupitia hapa umeweza kujifunza hizi kendo, na nina uhakika utaenda kuzitumia kirahisi ili ziweze kukusaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu in reality hii ndio lugha